Na kwenye line nitazungumza na Sara kuhusiana pia na huduma yake. Sara, haleluya. Amina, Bwana Yesu asifiwe. Amina, shalom. Shalom. Bwana, habari za hapo Iringa? Hapa Iringa ni salama kabisa. Tunashukuru Mungu ni mwema. Bwana, kwa asiyekutambua ambaye ndio mara ya kwanza kabisa na kusikiliza kupitia Gospel Explosion, Sara ni nani? Sara Frankie ni nani? Sara Frankie kwa asiyetambua ni Sara Frankie ni mwimbaji ambaye alikuwa amekwisha kuanza na anaendelea na huduma ya uimbaji. Okay. Na anatumikia njia hiyo. Hivi kwa nini ulichagua kuimba? Kwa sababu nilikiona hicho kitu ndani yangu ambacho kimenisukuma kuingia moja kwa moja kwenye huduma ya uimbaji. Tubaki hapo kwenye msukumo. Nani alikusukuma? Nani alikuinspire zaidi ukasema bwana, I wish niwe kama yeye, ama I wish nifanye kama yeye, ama I wish nimtumikie Mungu kama yeye? Walio ni inspire ni watu wengi, lakini pia kubwa zaidi kutokana na namna ambavyo nilikuwa nikitumika huko mashuleni kwa njia ya uimbaji na makanisani pia. Nilikuwa nikipokea pia maoni ya watu pia ambao yamenifanya pia kunitia nguvu na kuona kumbe ninachokifanya kinabariki, kinawafanya watu wazidi kupenda kile ambacho nakifanya. Kumbe ninaweza nikakaa hapa. Lakini pia ni kutokana na watumishi wa Mungu mbalimbali ambao nao pia nimezidi kufuatilia kazi zao, wamezidi kunifanya nizidi kutamani siku moja niwe kama wao au nizidi hata viwango vyao. Mpaka hivi sasa kwenye huduma una miaka mingapi na level ulizofikia ni zipi? Kwenye huduma kwa kweli nilikuwa ninaenda nina stop kidogo. Naweza kusema kwa sasa nimeanza. Okay. Nimeanza mwaka huu ndo nimeanza kuwa serious kabisa. Kutokana na vitu mbalimbali yamepungua. Okay. Lakini kama ningekuwa serious tangu mwanzo, ningekuwa ni miaka mingi kama sio 4. Hivi ni kwa namna gani ups and downs zinaweza zikamfanya muimbaji akashuka kihuduma, ama tusema kwamba akapunguza ile consistency ya kuendelea kumtumikia Mungu hasa kwenye kuachia nyimbo? Mimi nafikiri kikubwa zaidi inategemeana na mazingira aliyopo, lakini na support aliyonayo, lakini inategemeana pia na mengine ni majukumu ambayo yanamlazimu mtu kupunguza kwa mara moja, yani kustop kidogo then atarudi. Lakini kingine kikubwa ni support kutoka kwa watu. Okay. Hiyo ni muhimu zaidi na inampushi mwimbaji kufika mahali. Okay. Kwa namna hiyo inaonekana kwamba kuna umuhimu wa mwimbaji wa nyimbo za Injili tena anaanza safari kuwa na management ama msimamizi. Je, kwako unaliona hilo ni sahihi? Kama sio sahihi unaweza ukatuambia kwa nini? Kama ni sahihi unaweza pia ukatupa sababu. Mimi ninaona kwa msimamizi kwanza nitakiwa ni Mungu. Ya kwanza hiyo? Kwanza kwenye huduma ya uimbaji ambayo sisi ambao tunaanza, kikubwa tunatakiwa tuanze na Mungu kwanza. Okay. Mungu ndiye ataitambulisha hiyo kazi kwa watu. Akishaitambulisha hiyo kazi, anainua wale watu ambao wanaweza wakakushika mkono kwa namna moja au nyingine. Lakini wako watu ambao watadumu na wewe kwenye hiyo huduma, lakini kuna wengine Mungu atawaleta kwa wakati huo kuinua tu kwenye hiyo kazi moja hapo. Okay. Ambazo alikuwa kuzifanya then wakakuacha, lakini Mungu anaweza kainua wale watu ambao wakabaki na wewe. Kwenye machagulio kusema kuwa na management, Mungu anaweza kaa na maamuzi sahihi zaidi kuliko wewe ukisema kwamba natamani fulani nisimamie na ikishindikana itakuwaje. Kwa sisi ambao tunaanza, tunatamani ndio tungeshikwa mkono na watu tofauti waliofanikiwa kwenye huduma, lakini ambao pia wenye moyo na wito wa kusaidia wengine kufikisha ndoto zao na kuzifanikisha. Lakini ikitokea kama hatuwezi, yani ikitokea kwamba tunatamani, lakini kikubwa zaidi ambacho tunatakiwa tufanye ni kumtanguliza Mungu kwanza, yeye atutambulishe tu. Okay. Bwana, habari ya huduma ya uimbaji kwa hapo Iringa ikoje? Mwitikio ukoje? Mapokeo yakoje? Kwa mimi hapa ni huduma ya Iringa inafanyika ya uimbaji, waimbaji wapo,
wanamtumikia Mungu sehemu mbalimbali, lakini kwa hapa mimi nilipo bado mwitikio sio mkubwa sana. Okay. Ni mdogo. Unadhani nini kifanyike? Kwa inawezekana kuna mwimbaji anakusikiliza na mara nyingi tunasikia labda watu wanafanya ibada zile za live record kwenye mikoa baadhi kama Dar es Salaam, Arusha na mikoa mingine. Kwa hapo Iringa, unadhani kipi kifanyike ili kuhakikisha kwamba pia huduma ya uimbaji inakuwa? Kikubwa ni mtu mwenyewe, mwimbaji mwenyewe kuwa tayari. Okay. Kwanza kabisa utayari wa mtu mwenyewe ambaye anatakiwa, lakini pia kuna wakati ndio tunasubiri Bwana tutambulishwe, lakini kuna wakati fursa inaweza ikatokea mbele yako. Kuna kongamano mahali, kuna fursa ya kujiunga kwenye timu mbalimbali. Unaweza ukaitwa ukaalikwa kama kuimba binafsi, lakini kuna wakati unaweza ukawekwa kwenye timu. Unatakiwa uwe mnyenyekevu sana, ili pia ndani ya uko kuitwa kwako au ndani ya kuwa kwenye kwaya fulani au kuwa kwenye timu fulani au kushiriki kwenye kongamano fulani, Mungu anaweza akafungua milango ukalikuta umepita na wewe. Lakini kikubwa ni kuwa mshiriki mzuri sana kwenye makongamano mbalimbali, lakini na pia hata ukiwa huko usijitambulishe wewe, mwache Mungu aifanye kazi yake akutambulishe katikati ya watu. Amen. Asante sana. Asante sana. Bwana Sara, kuna namna ulisema kwamba kuna kipindi uliamua ulipoa, kwa maana hiyo kuna ups and down ulizipitia kidogo commute. Sasa hivi umesema umeanza upya. Ni kwa namna gani umejiona kwamba umeanza upya na umejipangaje kuhakikisha kwamba pia hilo neno kwamba umeanza upya utalifanyia kazi, utalitendea kazi? Kwa sababu ilionifanya nipoe ilikuwa ni sababu za kimasomo. Okay. Lakini sikupoa kote, kwamba nilikuwa pia sina account ya YouTube kwamba nitaposti kazi zangu. Okay. Nilikuwa chini ya hiyo lebo ya Pluto Plus Music ambayo kwa sasa siko nayo. Ninajitegemea na account ambayo najitegemea, lakini pia nje ya hapo ni kwa sababu za kimasomo. Lakini nilipoa kwenye mitandao ya kijamii, lakini nikiwa shuleni pia niliendelea kumtumikia Mungu na kumwimbia Mungu kwa kwenye timu mbalimbali za kusifu na kumwimbia Mungu. Kwa hiyo nilipoa tu kwa mitandao ya kijamii, ila kwa watu ambao walikuwa wananiona walikuwa wanaona pia naendelea na huduma. Okay. Na alijua pia nina kitu. Okay. Bwana kwa sasa nimeanza nikiwa na maana kwamba nahitaji kuendeleza yani kuendelea kumwimbia Mungu nikiwa kawaida hivi, lakini kuna wengine ambao wako karibu na mimi pia natamani pia huduma hii nalifanya iwafikie mahali popote walipo. Kwa pia natumia mitandao ya kijamii na focus sana huko ili niwafikie watu wengi zaidi, ikiwemo watu wa Arusha, wasikilizaji wa Shalom, lakini na watu wa maeneo mbalimbali ambao hawezi kukutana na mimi moja kwa moja, lakini wakapata kile ambacho ninakifanya na wakasikiliza nyimbo na Mungu akazidi kuwabariki. Asante sana. Lakini pia kipindi ambao umesema umeanza upya ni kipindi ambacho pia teknolojia imechukua nafasi. Ni kwa namna gani umejipanga kwa ajili ya kuhakikisha kwamba pia teknolojia haitaathiri huduma yako ya uimbaji? Ni kweli kwa sababu tulivyofika muziki sasa umekuwa kama kuna competition kubwa sana. Ni kwa namna ambavyo tunatakiwa tuende nazo, ni vile ambavyo ulimwengu pia ulipofika, na ndivyo ambavyo tunatakiwa waimbaji pia tuende hivyo. Okay. Jinsi inavyotaka. Lakini kikubwa tusiondoe ushuhuda. Okay. Yaani tusizidi. Bwana asante. Kuna kazi zako ambazo tayari unatamani leo tuitambulishe rasmi kupitia Shalom Radio. Moja ya kazi ni Sintaogopa, lakini kazi nyingine ni Baba na Kungoja. Hivi ujumbe wa Sintaogopa ilitokana na nini? Ujumbe wa Sintaogopa ilitokana na kuna vipindi mbalimbali nimepita ambavyo vilinifanya nitamani kurudi nyuma na kukata tamaa sana. Okay. Lakini namshukuru Mungu aliniletea ujumbe ambao uliniinua. Kwanza uliniinua ukanipa nguvu ya kuendelea mbele. Kuna vitu niliona kama bora basi ningeziacha, lakini Mungu akatuma msaada wake, nikaona sina sababu ya kurudi nyuma, acha ni focus niendelee mbele
nisikwamishe jambo lolote lile ikiwa bado ninamtumaini Mungu. Okay. Na ni mstari gani ambao ungetamani pia msikilizaji wa Radio Shalom aichukue kupitia wimbo huu wa Sintaogopa? Wimbo wa Sintaogopa nimetumia Zaburi ya 146 mstari wa 2. Anasema ni Bwana, muda ninaoishi nitamwimbia Mungu ningali hai. Napenda sana. Nimeimba kwamba acheni nimsifu Bwana muda ninaoishi, acheni nimwimbie Mungu wangu ningali hai. Okay. Napenda sana. Asante sana. Lakini pia kwa kumaliza, kabla tujausikiliza, kwa mtu binafsi ambaye angetamani kuwa na wimbo huu kwenye simu, anaupataje? Anaweza kaingia kwenye account ya YouTube ambayo inatumia jina la Sarah Frank. Akitafuta Sarah Frank, mbele lazima aweke jina la wimbo husika ambao ni Sintaogopa, ambao utampeleka moja kwa moja kwenye account ambayo inaitumia, kwa sababu tuko Sarah Frank ni wengi pia. Kwa akiandika jina hilo anaweza kupata, lakini akitumia pia Ultimate anaweza akadownload jina, akaandika Sarah Frank akaweka Sintaogopa, pia anaweza kaupata wimbo huu akadownload. Okay. Neno moja kwa msikilizaji wa Radio Shalom kuhusiana na huduma yako? Wasikilizaji wa Radio Shalom Arusha, mimi ni Sarah Frank, ninawapenda sana na mara ya kwanza ninakuja kutambulisha nyimbo zangu kwenye radio hii, lakini na mimi mlinipokea kwa mara ya kwanza, lakini sasa nimerudi tena baada ya kimya kidogo, lakini napenda nimtambulishe wimbo Sintaogopa kwenu ambao Mungu amenipa kwa ajili ya kuinua watu wengine ambao wanaishi na mashaka na hofu ndani yao. Labda kuna vitu ambavyo umeviweka kando ukiona kwamba umesikia watu wakikukatisha tamaa, lakini wimbo huu nimeuleta kwako, mtumishi wa Mungu. Simama ukiwa jasiri, songa mbele, ukiendelea kumtumaini Mungu, na zaidi sana ninahitaji support kutoka kwenu. Ninahitaji mnishikie mkono kwa namna moja au nyingine. Ninahitaji maombi yenu, lakini ninahitaji zaidi mzidi sana kufuatilia kazi zangu ambazo naendelea kuziachia, na kikubwa ambacho tutakuwa surprise kwenu, video ya Sintaogopa pia itakuwepo. Kwa Mungu atusaidie, muendelee kuniombea tu. Asante sana. Ubarikiwe zaidi na big shout out sana kwako kwa kujumuika nasi kwenye Gospel Explosion kwa siku ya leo. Wacha tuisikilize Sintaogopa rasmi siku ya leo kupitia Radio Shalom. Ubarikiwe zaidi. Amen, asante. Asante sana. Ni Sarah Frank ambaye pia ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Yuko pale Iringa, lakini pia na kazi yake inaitwa Sintaogopa, lakini baba anakungoja.